Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi hii ya kusimama mbele zako. Sio kwa sababu tumestahili, bali kwa sababu ya rehema zako zisizoisha. Leo hii tunaleta mioyo yetu mikononi mwako. Tunakiri kuwa mara nyingi tumetangatanga. Tumechoka kwa kutafuta ukweli kwenye vyanzo visivyo vya kweli. Tumejaribu kujaza pengo la ndani kwa vitu vya dunia, lakini hakuna chochote kinachoweza kuturidhisha kama wewe, Mungu wetu. Maandiko yako yanasema kwamba wewe ni Mungu mwenye wivu. Wivu huu sio kama ule wa kibinadamu uliojaa udhaifu au chuki. Ni wivu mtakatifu. Upendo wa baba anayelinda watoto wake dhidi ya sanamu ambazo zitatuumiza. Wewe hutaki kushiriki mioyo yetu na miungu ya uongo, kwa sababu unajua hakuna mafanikio, uhusiano, mali wala sifa za dunia hii zinazoweza kutupenda kama wewe unavyotupenda. Hutufuatilii kwa sababu unahitaji chochote kutoka kwetu. Unatuvuta karibu kwa sababu tuliumbwa kwa ajili yako. Ndiyo maana ulisema, usiwe na miungu mingine ila mimi. Sio kututawala bali kutuweka huru. Sanamu hutudai zaidi kila siku, lakini hutupa kidogo. Lakini wewe unatupa uzima. Unatupa amani. Unajitoa mwenyewe. Tunakiri kuwa Yesu Kristo, mwanao wa pekee, alikuja duniani akaishi bila dhambi, na kwa hiari yake alikufa msalabani kwa ajili yetu. Hakufanya hivyo kwa sababu tulikuwa wakamilifu. Aliifanya kwa sababu tulikuwa tumevunjika. Na siku ya tatu alifufuka. Mauti haikumshinda. Kaburi halikumshikilia. Na kwa sababu hiyo, tuna tumaini linalozidi dunia hii. Kupitia kwake, uzima wa milele umeahidiwa. Lakini maandiko hayaishii hapo. Yanasema pia kwamba kuna mbingu na kuna jehanamu. Kuna siku ya hukumu, siku ambayo kila mmoja wetu atasimama mbele zako. Tutatoa hesabu ya maisha yetu. Sio tu kwa yale tuliyotenda, bali pia kwa sababu ya nini tuliyatenda. Mioyo yetu itafunuliwa. Mojawapo ya rehema zako kuu, Bwana, ni kwamba umetupa wakati sasa. Wakati wa kutubu, wakati wa kukurudia, wakati wa kuishi kwa kusudi. Lakini tunakiri hata wale wanaoamini mara nyingi husahau umuhimu wa kukua katika maarifa. Sio maarifa ya akili tu, bali maarifa ya moyo. Kujua zaidi juu yako, kuelewa zaidi neno lako. Kama vile ilivyoandikwa katika Methali 18 mstari wa 15. Moyo wa mwenye akili hupata maarifa, na sikio la mwenye hekima hutafuta maarifa. Mungu, hatutaki kuwa watazamaji wa ukweli. Tunataka kuwa watu wanaotafuta, wanaouliza, wanaosoma, wanaosikiliza. Kwa sababu maarifa ya kweli hutuweka salama. Bila hiyo, tuko wazi kwa udanganyifu wa adui. Maandiko yako katika Hosea sura ya 4 mstari wa 6 yanasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sio maadui zako, bali watu wako. Bwana, usituache tuangamie kwa ujinga. Tufundishe njia zako. Tusaidie kukumbuka sauti yako. Turejeshe kwa kweli zako. Leo tunainua mioyo yetu mbele zako, tukikuomba tulee kwa maarifa yako. Tuweke salama katika ukweli, na tujaze kwa hekima ya kiroho inayotoka kwako peke yako. Kama umeomba pamoja nasi, andika katika maoni, nataka hekima ya Mungu iongoze maisha yangu. Tuko pamoja katika safari hii ya kujua zaidi, kuishi kwa kweli, na kutembea kwa upendo wa milele wa Mungu.